Habari rafiki yangu na especially mwanamke na binti, na kusalimu siku njema leo. Namshukuru Mungu kwa kunipa nafasi njema kabisa kuiona siku ya leo, na najua kwako pia iko vizuri. Kwa wiki kadhaa nimekuwa nikiongea na kufanya counseling na kufanya ushauri kwa wanawake mbalimbali na mabinti, na nimegundua baadhi ya vitu ambavyo nataka niviaddress, nataka nivishughulikie ili pia viwe msaada kwa generation, kwa kizazi kijacho, au kwa watu ambao hawako karibu na mimi na wanaweza kunufaika kwa njia ya mtandao. Kuna mambo ambayo nimegundua wanawake wengi hawafahamu kuhusiana na sisi wanaume, na hii inapelekea mahusiano yao, ndoa zao kuharibika kwa sababu wameshindwa kujua msingi ni nini, wanaume ni kina nani. Na Biblia inasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Inamaanisha tukishindwa kuelewa kuhusiana na wanaume ni watu wa namna gani na Mungu amewaumba vipi, saikolojia yao, utaona wanaume wote ni mbwa, utaona hawafai. Kumbe ndivyo ambapo Mungu ameyaweka mambo ya. Cha kwanza ambacho nitaka nikukumbushe siku ya leo ni kwamba wanaume hawajaumbwa kuwa romantic katika mahusiano yao na wanawake. Wanaume wameumbwa kuwa romantic na vision na maono na kazi. Kwa hivyo ndo ukweli huo, unaweza ukawa unauma, lakini ndo ukweli. Mwanaume si romantic kwenye mahusiano. Kwa hivyo unavyohusiana na mwanamke mwenzako, unavyohusiana na binti mwenzako, usihusiane na mwanaume. Mwanaume yupo kwa ajili ya kutimiza maono au kazi fulani ambayo anahisi Mungu amempa katika maisha haya. Hivyo unaweza uko kwenye ndoa au kwenye mahusiano, nataka nikushauri sasa namna gani ambavyo unaweza ukahusiana na mwanaume vizuri. Cha kwanza ni kujua kwamba unazo nguvu kama mwanamke au kama binti, unazo nguvu ambazo zinaweza zikakusababisha uhusiano vizuri na mtu wako wa karibu ambaye ni wa kiume. Cha kwanza, unazo nguvu za mwili. Mungu amekuumba na nguvu za mwili kuhakikisha unamsaidia huyo mtu maono yake yatokee. Popote ulipo, tambua kwamba unazo nguvu za mwili ambazo unaweza ukazitumia kusababisha maono ya mwanaume yatokee. Wanawake wengi wanatumia nguvu za mwili wa uzuri wao kufikiria kwamba ndio kwa njia mbaya, wakifikiria kwamba ndio wanaweza wakawavutia wanaume. Ndio sababu mtu ataonyesha manyonyo yake, ataonyesha mapaja yake, asijue kwamba hiyo itamvutia mwanaume kwa muda mfupi, lakini haitaweza kumvutia kwa muda mrefu. Kwa hivyo mwanaume anaangalia namna gani unatumia nguvu zako za mwili kuhakikisha maono yake yanatimia. Kwa hivyo ni vizuri kutumia mwili wako kuhakikisha maono yako na yake yanatokea. Kubali kwamba uzuri ulio nao ambao unaonekana katika jinsi ya mwili ni umeumbwa kweli vizuri na Mungu, lakini si kwa ajili ya kumisuse. Usifikirie kwamba ukionyesha vitu vyako ulivyonavyo vya ndani basi labda mwanaume ndo atavutiwa navyo sana. Atavutiwa navyo kwa muda, labda kwa sababu ya kufanya mapenzi na wewe, lakini hautaweza kukaa naye muda mrefu. Cha pili, lazima utambue kama mwanamke unayo nguvu ya kihisia. Unayo nguvu ya kihisia. Mwanamke umeumbwa kuoperate kihisia sana kuliko mwanaume. So tumia hisia zako kuhakikisha you are not moody. Sio sasa hivi uko hivi, mara baadaye uko hivi, sasa hivi uko hivi tumecheka, baadaye umenuna tena, sasa hivi sio nini. Be constant with your emotions. Tumia emotions zako ku develop spiritually. Tumia emotions zako kuwahurumia maskini, kuwahurumia wajane, na kuhakikisha unaleta maendeleo katika maisha ya watu. Usitumie hisia zako kufanya maamuzi mabaya. Usitumie hisia zako kutukana. Usitumie hisia zako kuwa mtu wa ajabu. Tumia hisia zako vizuri na hakikisha unafanya maamuzi kwa kutumia akili na sio hisia. Tuko pamoja? Namba 3, unayo nguvu ya kiroho ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kumwattract au kukaa na mume wako au mpenzi wako.
Ninaposema nguvu za kiroho, inamaanisha uwezo wako wa kuhusiana na Mungu, uwezo wako wa kuhusiana na Mungu. Wanawake wengi wakifahamu kwamba wanao uwezo mkubwa wa kuwa spiritual, wa kuwa watu wa kiroho, watajikuta ni watu wakubwa sana. Uhusiano wako na Mungu ndio utakaokupa ramani, ndio utakaokupa hekima ya kuhusiana na wanaume, na Mungu atakujaza hekima nyingi. Mungu atakujaza maarifa mengi ambayo yatakusaidia kuhakikisha kwamba si hisia zinazokufanya ufanye maamuzi, bali ni Roho Mtakatifu, Mungu mwenyewe akusaidiaye na kukufanya uhusiane vizuri na wanaume. Lakini pia nguvu nyingine ambayo unaweza ukaitumia ni nguvu za kimawazo. Kwa Kiingereza tunaita intellectual power. Intellectual power, nguvu ya kimawazo. Una maarifa gani kama mwanamke? Una maarifa gani kuhusiana na ujasiriamali? Una maarifa gani kuhusiana na unachokifanya? Una maarifa gani? Kwa sababu hiyo brain ulionayo ndio itakayofanya mwanaume akae na wewe muda mrefu, ndio itakayomfanya mwanaume akuappreciate. Si mambo yangu napenda kufundisha sana, lakini kwa sababu naona watu wengi wanateseka, wasichana wengi wanateseka, hawaoni kama, wanaona wanaume kama wasaliti, lakini wanashindwa kuelewa kwamba wanaume wameshindwa kuyaona haya mambo, ndio sababu wamewakimbia. So hakikisha nguvu yako ya kimawazo unaiendeleza. Soma vitabu, hudhuria semina, fanya kila unachofanya kuhakikisha una mtazamo chanya kuhusiana na maisha, kuhakikisha una mtazamo chanya kuhusiana na maono ya huyo mtu ambaye uko nayo, na Mungu atakusaidia sana na utasonga mbele. Lakini pia nguvu za kiakili, lazima uwe na nguvu za kiakili. Lazima uhakikishe akili yako inakuwa stretched, una grow kila siku unakuwa, kwenda shuleni, kurudi darasani, kufanya vitu vingi. Fanya vitu vyote kuhakikisha kwamba akili yako iko vizuri. Na mwisho kabisa, nguvu ya fedha, kujitegemea, ni kitu ambacho kitakufanya uwe vizuri kabisa. Mungu akubariki sana, na natumaini